Basi makosa. This time tuko Mangalanyene. Ni moja ya kijiji ambacho kiko Ludewa. So tumekuja kwa ajili ya kusakata kabumbu watu wa Lololo hapa. Na leo tutahakikisha tunatoka na ushindi hii mitaa kwa sababu pia uwanja una support. Hali ya hewa ina support. Kila kitu kina support. Vijana wameshafika hapa wanapiga tizi, wanakula jalamba mara moja mbili. Na mimi mtu wa habari kama kawaida niko mitai hapa kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinakwenda unyama. So nipo na washikaji zangu, tutahakikisha leo tunafanya kweli kwa sababu mazingira pia yamekuwa ni rafiki. Tumefika bwana hapa Mangalanyene, tumepokelewa kwa uzuri sana kiasi ambacho hata sisi wageni hatukutegemea kupokelewa hivi. Kwa hiyo nimekuja kugundua watu wa Ludewa ni watu wakarimu sana, watu ambao wana moyo mnyofu. So bado muda wa game, lakini lazima tuongee na washikaji zetu. Bwana, leo kutoka Lololo mpaka tunafika hapa Mangalanyene tumekuja na mashabiki wale wa Fia Team, lakini pia ni yani kuna wa Fia Team alafu na mashabiki hawa ni wa Fia Team na wachezaji wa mwisho. Na wachezaji wale wa extra, wachezaji wa extra wale ambao wanaingia kuokoa timu. Inakuwaje mzee baba? Fresh. Unyama? Kama dawa. Pole na safari ya kutoka huko Lololo mpaka mnafika hapa Mangalanyene. Asante, nashukuru Mungu tumefika salama salimini. Poa. Leo tumekuja huko Mangalanyene. Unaona mazingira yana support sisi leo kufanya mchezo hapa na kila kitu kaenda fresh. Safi kabisa. Kweli? Fresh. Wewe unavyoona kwa uwanja ulivyokaa na hiyo timu ikija hapa tunawafanya nini leo? Usiogope kuahidi, maana ahadi siku hizi sio deni. Amna, wengine wao wanadai. Leo hatudai. Na leo pale tumekutana na changamoto ya watu kusuasua kwa sababu ya hii timu kuendelea kuwa na matokeo fulani hivi. Sasa leo tunataka kufanya yani juzi kati hapa tuling'atwa na mbuzi. Mling'atwa na mbuzi na mbuzi tuling'atwa na mbuzi fulani hivi. Iliwang'ata. Sasa ile imewatia dosari. Ndio shida hiyo. Lakini tulishakilia nani? Kila kitu fresh. Leo sasa tukwaje, mtang'atwa na mbuzi tena? Hamna. Ndio ilikuwa siku ile basi. Wewe bwana, sasa leo unawaahidi nini watu sasa? Tujue, yani tunawaahidi ushindi. Hatuwezi kutoka kule sisi tuje tufungwe hapa. Haijaitokea. Yani usafiri afu uje ufungwe. Haiwezekani. Basi timu itashindwa, haki ya Mungu nyinyi. Hamna. Haina noma. Sasa hapa tuhakikishe kila kitu kinakwenda fresh ili tusiwakere wazee pale. Hamjabeba dawa. Dawa za nini? Si bado vijana wewe. Mnacheza mnamwamini Mungu. Dawa mwache ndo nyaro huko. Wewe utanigombanisha. Dawa mwache ndo nyaro. Huyu anataka kukera watu hapa. Namwambia hivi, mbuzi aling'ata mtu. Alafu wewe unasikia? Ndo nyaro anawahitaji kule mpaka sasa hivi. Alicheza na timu ya wazee ile, wewe kile kigwara kweli, ana miaka 56. Jamani. Lakini pamoja. Sawa, anawahitaji nyinyi vijana. Sasa atakimbia. Kwa nini? Namfahamu jamaa wangu yule. Hawezi kukimbia. Anawataka leo kesho. Azangu nimwambia hivi, tumekutana juzi. Nimwambia hivi tunamaliza mechi 3. Hapa tunaanza na hawa. Nakuja Njirikwa. Baada hapo njoo. Haya. Mimi niko hapa haya. Bana, leo vijana tumekuja wengi hapa, tupo wa kutosha na watu wa nani watashindwa wao. Vipi mwanangu? Mnyama? Amani sana. Kama kawaida. Kama kawaida. Mwanangu tumesafiri. Hivi unajua tumesafiri umbali mrefu? Naelewa. Sasa tutafanyaje leo hapa? Tacheza mpira. Na leo mmekuja nyumba 3? 2. Nimpunguza moja. Vijana woni nyumba 2. Leo unaambiwa hawa vijana wote ni nyumba 3 tu. 3 hazifiki 2. Nyumba 2. Vijana wote hawa. Hizo familia zinazaa sana. Kwa hiyo umeona hawa ni wa kuwakadiria, mwalete nyumba 2 tu. Siwezi kusema hivyo kwamba ni wa kuwakadiria. Hamna. So wa kuwakadiria sijui. Lakini bala waonekane, tungewaona ndio tungejua kwamba tupunguze watu au tuongeze watu. Ina maana wakitokea hapa ndio kutakuwa na mawili, wacheze na nyumba moja au wacheze au na nyumba 2. Unajua sisi hapa huwa tunaamua maamuzi tunayotaka sisi. Sisi tunamfunga yeyote. Tukitaka yani yeyote. Ukiona tumefungwa sisi tunataka ufurahi. Huwa mnatimiza fly. Unajua ushindi mara 10 kwa wiki 2 sio vizuri, lazima nao utoe hata sare. Lazima mfurahishe mpinzani. Kabisa, onekane Lololo wamefungwa nini mtu afurahi, lakini wakutufunga sisi ndio hivyo, hayupo. Wewe chezaji, hebu tumuite mchezaji hapa. Nakuomba mara moja. Sasa hapa wewe leo unavyoona hapa na uwanja ulivyo, tutapata matokeo mazuri? Kwa leo. Na ndio maana nimesema hivi, wakifika unajua wengine huyu hapa. Sawa, wakifika ndo tutaelewa. Unajua kuna mtu mwingine anakuja na huzuni nini, sio vizuri kumuongezea huzuni na inabidi tu mtawafunga au hamtawafunga kutokana na wao walivyo. Sisi tunabeba mtu alivyokuja, sisi tunagawa sana misaada kama hiyo, kwamba furaha ya mtu lazima itimizwe, kwamba wao wakichangamka na wachangamkie, wakipoa basi tunawaonyeshia, wakitaka kuonyesha jino la kati ndio wamegusa babaya, lakini tunaangalia wamekujaje. Sawa. Vipi chezaji? Wewe ni chezaji sio chezaji? Mimi vyote nabeba, mchezaji, msindikizaji. Sawa. Wewe inaonekana extra wewe.
Sema sawa, wewe ni mwenyeji hapa? Ndio. Umeonaje vijana wa Lololo wamekuja hapa wanatisha? Yani mtu akiwa binadamu hawezi kutisha kwa sababu yeye sio simba. Mbona unaongea una wasiwasi sasa? Sina wasiwasi. Alafu hapa ni nyumbani kwenu unajua. Sina wasiwasi. Sasa kwa nini umepoa hivi kama nani? Hujapenda wageni kuja kwenu? Hapana. Ukiona mtu anakataa wageni nyumbani kwake, huyo ana changamoto. Wewe ulivyoona wewe leo mtawachangamkia au hawachangamki? Mpira ni matokeo na siwezi sema kwamba tutawachangamkia. Hapana, mpira ni matokeo. Uwanja wenu una historia gani mpaka sasa hivi? Historia ni nzuri. Mnashindaga tu hapa. Kushinda ni kawaida na kufungwa ni kawaida. Yote ni matokeo. Sasa nyinyi mnapata matokeo yapi sana sana? Kushinda. Kwa sababu hivi karibuni tumetoka kubeba kombe. Kulikuwa na ligi hapa? Ndio. Basi inaonekana mko vizuri. Sasa mnapokuwa mnatiatia hivi huruma mnatutisha na sisi tena au mnatuteka? Amna, siku zote mgeni anapofika lazima mwenyeji umnyenyekee ili ajisikie yuko nyumbani. Yeah. Mbona kama sisi ndio wenyeji? Sasa hapa ukiangalia watu wa Lololo na nyinyi wa Lololo ndio wamekuwa kama wenyeji. Hapana. Yaani ni vile tu kwamba labda au mimi ndo nilivyo, lakini haimaanishi kwamba kusema si ni wanyonge. Hii timu moja kwanza, timu yenu na msemaji? Wasemaji wapo wengi tu. Basi tuwaone hao wasemaji. Maana wewe unajua umepoa mpaka unafikia hatua sasa. Yani anataka sababisha mimi nitoe timu. Ndio anachokosea. Mimi nilichokuwa namuomba angechangamsha nafsi. Achangamke. Achangamke. Tuone kwamba huku jamani kumbe tupo kwa watu. Maana unajua sisi hapa toka tunafika tunaziona ng'ombe tu. Watu wamuonekana ndio umefika wewe mchezaji mmoja. Sasa je, tubebe 3 mkononi tutembezee tu au ndio mtatokezea hapo? Maana huku ni kichaka, kila mmoja atatokea huko. Eti yani watu wapo, ni vile tu kwamba kila watu walikuwa na usafiri wao. Kwa hiyo tumepata changamoto kidogo njiani, ila sio muda tunafika. Kwani nyinyi sio wa hapa? Wanaokuja sio wa hapa? Sote ni wa hapa. Na uwanja hauko tuseme labda kijiweni au nyumbani kwa mtu. Uwanja uko sehemu fulani. Kila mtu anatoka sehemu kwenda sehemu ya tukio. Sasa kama wageni wameshafika na nyinyi wenyeji mpaka sasa hivi hampo hapa, hii ni ishara gani sasa? Kiufupi huo ni udhaifu wa sisi wenyeji, na kikubwa kwamba kila sehemu kuna changamoto yake. Kwa hiyo hii ni moja ya changamoto ya kwetu. Sasa kwa sababu wenzio hawapo, uwezo kutoa maneno ya kutuaminisha chochote kwa sababu utatudanganya. Hebu wewe neno la mwisho kwa huyu jamaa mwenyeji wako. Asante sana. Mimi ninachotaka niseme, nashukuru kwa ametupokea. Yaani kama tupo kwenye nyumba ya mtu mmoja. Ila changamka, mimi namuomba tu achangamke, mbona hajafungwa? Ijapokuwa atafungwa lakini afanye nini? Achangamke. Sikia, muda wa kuchangamka ni muda utafika wa kuchangamka. Ila saa hizi ngoja mpoe. Ngoja tupoe kwa sababu haitakiwi kelele nyingi kabla ya tukio. Haina noma. Bwana, hao ni washikaji zetu toka wenyeji wetu wa Mangalanyene na wamekuja namna hiyo, na mimi ni Mr. Kafaiz. Tutahakisha leo kama kawaida kila details, kila tukio, kila kitu. Yuko wapi? Awage msemaji, awe msemaji. Si wenyeji wanatuogopa, mara wanakuja, mara wanakataa. Inakuwaje kwanza? Shwari, habari. Jina lako nani kwanza wewe? Devi. Unaitwa Devi? Nyinyi kina Devi, kwa nini tumekuja kwenu alafu mnatuogopa? Sijajua sisi ni mashabiki bwana. Wewe ni shabiki? Mimi shabiki kama shabiki. Timu yako hapa, timu yako inatuonyesha nani? Yaani kama wana huzuni hivi. Kwani mmetoka kufungwa hivi karibuni? Sijajua. Hujajua na wewe ni shabiki wa timu yako? Kwenye game nyingi mimi sijafuatilia sana. Hujafuatilia? Sasa kwa nini tumefika wageni hapa tena wao hawaonekani? Wanakuja muda sio mrefu wanafika. Nitakuwa mchangamke. Mbona mchangamki? Vipi chezaji? Kama kawaida. Fresh. Sasa wewe nyinyi ndio mnakujaga hivi uwanjani? Mnakuja mnatia huruma. Sasa inakuwaje? So tunatia huruma, sisi tupo kikazi bro. Sasa mbona unajua watu wametoka Lololo. Lololo ni pale. Ndio. Hapo tena wanafika hapa, nyinyi wenyeji hampo. Hii maana yake nini? Nadhani ni kweli hili ni kosa. Lakini ndio kama unaona tunajili hapa kazini. Kwanza nawashukuru kwa ujio wenu kufika hapa Benjamin Mkapa. Hapa ni Benjamin Lupaso. Yeah. Ama Manungu. Sio Manungu, viwanja vibovu ni Lupaso. Miracle Stadium. Huu uwanja wenu una historia gani kwanza? Mpaka sasa hivi mnapocheza. Hatuwezi kukwambia historia, utaikuta leo hapo ndio utajua historia yake ikoje. Au tutakula nyingi? Hapana. Ni juhudi zenu. Mwanangu, after match lazima ni deal na nyinyi, sawa? Utanitafuta. Na wewe nitakunitafute. Nitakutafuta brother. Kwani Lolo mara ngapi kuja hapa?
Labda blaza anajua kwa sababu yani leo wakitoka sawa Waluololo wakitoka hapa wakitufunga na wekea kila pikipiki mafuta hata moja moja. Njoo hapa, njoo. We bro. Njoo, we Jawadi. Njoo. Madenge yuko wapi? Madenge hapa. We hizi hadi lazima zitunzwe. Alafu unajua hili ni jicho la mzungu. Linatunza kumbukumbu. Linatunza. Jamaa anasema hivi, endapo leo mtawafunga, kila pikipiki iliyokuja anajaza mafuta lita moja. Asema nani? Maana tumuone. Huyu hapa. Mfadhili wake. Lazima yeye mwenyewe ndo tajiri. Tajiri hivi. Sawa, tunamshukuru sana. Sasa tutakungoja, sasa tunataka tuwalegezee kamba. Ngoja tuwakaze ili tujue si nani. Bwana we, inatunzwa hii. Sawa. Inatunzwa hii kumbukumbu mwanangu. Kumbuke. Yaani hii tunataka kweli mpigwe ili mjaze mafuta. We, leo niko na matajiri huko. Hawa wanaonekana wanachimba chuma. Usianze kusema tunatafutana mwisho wa game, sema tunatafutana. Bwana, hao mafuta mnajaza. Mnajaza. Zungumza yule hayo. Sawa. Wewe hapa panaitwaje? Hapa panaitwa Mkapa Stadium. Miracle Stadium. Sawa. Ina maana sasa hayo mafuta wewe utakuwa kama shahidi? Nani? Mkifunga. Ataenda jela sipotoa. Nyinyi ndio mnampeleka. Mtampeleka nyinyi, si mtumio wenu mpaka sasa hivi. Kazi ipo leo. Haina noma. Mimi niko hapa nahakikisha kila kitu kinakwenda unyama. Hii ni Eka5 TV na mimi ni Mr. Eka5. Bwana, kwa masikitiko makubwa anatangaza matokeo ya Luololo na wapi? Mnanichanganya mpaka nimechanganyikiwa. Bwana, nishakwambia. Alafu wewe Waluololo ni waahidi nini wakati tunaingia uwanjani? Niliwaambia nimekuja uwanjani nimepoa. Tunapigaga kelele mwishoni. Sawa. Alafu historia ya mwisho au uwanja tumebeba kombe. Sawa? Sawa. Kwa hiyo ni mwendelezo wa kupigwa watu tu. Sawa? Alafu sisi tukiangalia wote ni bado damu mbichi, ni mtoto mmoja, watoto wawili. Kwa hiyo kama kuna wadau waje wabebe vipaji hapa vipo. Mimi mwenyewe ni midfielder hatari. Kimbia wewe. Haki ya Mungu. Na miaka 19 tunapiga mpira hatari. We, watu wa Manganya wana maneno wa jamaa. Ndio walisia. Si maneno na vitendo. Kwanza hiyo ya mafuta sasa tunafanyaje? Utupe hata 5000. Ni waahidi. Nyinyi mkishinda boda zote naweka mafuta. Uzuri Sheli naye mwenyewe. Wewe ni nyinyi tu mmeshindwa kufanya kazi. Hebu tumuite jamaa ulio kuna idea naye tuongee naye. Wewe Gerald. Ajibie kidogo kwa sababu mimi nashindwa kuelewa kabisa. Kwa nini? Muda ule umeahidiwa mafuta kwenye bodaboda zako. Sasa kuaje tena? Kwa kuku ameng'ata mtu inaeleweka. Kuku ameng'ata. Unaambiwa hawa jamaa wameshinda mpaka ng'ombe wanashangaa. Hawa. Inaonekana mbona kwani sisi tusemani? Kwani sisi tusema lazima tufunge. Sisi tunagawa furaha. Umeona? Sisi tumegawia furaha. Sisi tulivyokuja ilibidi watupokee kama tulivyokuja. Sasa wameshindwa tumewapokea wao. Sisi niliwaambia, neno la mwisho. Umesikia? Mimi nilisema sisi ni wageni. Sisi ni wenyeji, sawa? Wageni wanapofika mwenyeji inabidi uwe mpole. Sawa? Usitoe makucha yako kwa mgeni ajue wewe ni mtu wa namna gani. Tulia. Neno lako la mwisho kijana wangu utaenda kuambia ni wazee wako. Naenda kusema nimecheza na wazee wenzenu kule. Kama ni sio baba mdogo. Mimi nasema kweli naenda kusema nimecheza na wazee wenzenu kule. Wazee mjitahidi kupasha. Kweli maana tukisema sema tu kamera iko mbali wangeona hata wenzetu wangeona. Lakini sisi hatujazingua. 2-1 na tunavyoelewa si 2-1. Mbona goli lingine uhesabu? 3-1 sio 2-1. Goli ambapo ilikuwa offside imeonekana kabisa na Refa amesema ngoja kwanza. Refa amesema hivi. Mimi mwenzenu ile goli mimi sielewi, sio refa, wameniokota tu. Tumesema hivyo. Amesema refa. Kwa nini mmekubalije kucheza na refa ambaye ameokota? Sisi tumepewa refa sasa ilibidi tusikatae ndio tumecheza naye kama wale wanataka wao. Umeona matokeo umeyapokeaje? Tumeyapokea sawa. Ni vizuri. Ndio kama hivi hali ya uwanja sio nzuri lakini japo kidogo ni nzuri lakini sio sana. Katikati hapa nazingua sana. Ni kujifundisha makosa madogo hapo. Najua naenda kurekebisha. Tukawasalimia wazee wetu. Bana ni kubaya. Ni kubaya. Yaani nyinyi unajua nyinyi imefikia time sasa hata kuwatetea tutashindwa. Na unakumbuka wale wazee mdauli wamesema nyinyi mnafanyaje? Mnafanya vibaya kila game. Na hii game tena imekuja kuzingua. Sasa hivi tutawaingiaje wazee ili watu support kwenye game nyingine? Yaani kikubwa ni hivi. Na wao wangekuwa wanatoka waje waone wazee wao. Mpira mingapi? Mtu anapiga mpaka shuti 20 yote nakula miamba. Sasa kweli hapo jamani. Umeona? Yaani shuti 20 yote nakula miamba. Sasa wewe unataka kusema kwamba na wao wangekuwa wanatembea na sisi, wangejifundisha vingi kwamba vijana wetu hao wanachofeli na fundi kamati ya ufundi hamna. Si unaona? Kwamba hawa jamaa wametumia dawa. Sana. Sasa mpira mingapi? Tukisema tuhesabie. Mpira karibia 7-8 na kula tu nguzo. Unataka kusema sisi sio mafundi. Bwana kumbe watu wa Manganye ni wachawi kidogo. Walogi. Wako mbali hawezi kunikuta hapa. Kwa hiyo sasa hapa twende tukajipange upi. Au na sisi tukatafute mganga.
Atusitafute mganga, lakini wazee waache kulalamika. Maana yake wanavyolalamika alafu sisi tunaendelea kupigwa sio vizuri. Waangaliage. Sisi tunacheza na babu zetu. Hatujacheza na vijana zetu, tunacheza na babu zetu yani. Sasa hata kumpiga kiatu mtu yule nini si unajua inakuwa inashindikana nimecheza kama baba, yani kama mimi nimecheza na babangu. Asante. Haya. Bwana tupo hapa na kijana aliyeahidiwa mafuta na ameshindwa kutekeleza ahadi. Tuko hapa, tuko live bila chenga. Lakini punde si punde. Yakatokea kutokea. Vipi kapteni? Kama kawa. Unyama ni mwingi. Kwani hii ni timu au ni kikosi cha wahuni? Wewe umeonaje? Mimi sioni. Sasa unaongea nini kama uoni? Basi wewe nielekeze. Wewe nielekeze. Hii timu au ni nini? Nimekuuliza wewe umeona ni nini? Sioni. Wewe watu na viatu. Kwani wewe umeuliza nini? Mimi nakuuliza wewe, hii timu yako ni timu au ni kitu gani? Hiyo ni timu. Inakuwaje? Fresh. Kwa sababu ya wewe unasema hivyo kwa sababu ya kufungwa goli 3. Matokeo haya support. Wewe unazungumzaje hapa? Ni moja matokeo. Nyinyi mmeyapenda? Hayafurahishi, lakini tuna wakati, tuna muda zaidi, tunaenda kujifunza kwenye mazoezi, tutaongeza jitihada, tutashinda. Sasa tukifika kule mnajiteteaje sasa kwa wazee nyumbani kule? Maana tumetoka tumeaga pale. Wanajua. Wazee wanajua kwamba mpira una matokeo mengi, matokeo matatu: kushinda, kusali na kupigwa. Lazima wategemee yote. Unahisi timu yako ina ushindani mkubwa kiasi ambacho hawa jamaa wamewazidi kwa asilimia nyingi mpaka wanafunga magoli yote? Wewe mwenyewe umeona hapa namna mpira ulivyochezwa. Tumeprocess mpira. Ni makosa madogo sana ambayo yanatokea. Makosa madogo sana. Nyinyi mnachezea mpira, wenzenu wanaweka kamba. Sisi tuna mapungufu sehemu ya ushambuliaji. Pole. Useme pole, sijaumia, ni kawaida. Pole bwana. Asante. Bwana, mimi ni Mr. Eka Faiz na hii ni Eka Faiz TV.